Kitabu cha Deuteronomy mlango wa 30 ama 30 ukipenda, na mstari ule wa 19, katika jina la Yesu Kristo naomba nikapate kusomoa mstari huo katika jina la Yesu Kristo. Ujumbe wangu siku ya leo ni kuchagua njia iliyo njema. Hallelujah. Choosing the right path in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Aliyopata katika lugha ya Kiswahili anaweza nisomea, ama hata kama ni Kiingereza ni sawa, manake laptop yetu leo imekataa kazi. Haleluya. Chagua uzima ili uwe hai wewe na jamii yako. Haleluya. Chagua uzima ili uwe hai wewe na jamii yako na vitu vyote unavyoambatanishwa pamoja navyo. Hao ni wanyama wako, hao ni kuku wako, hiyo ni shamba lako, likapate kuwa hai unapochagua uzima. Bwana asifiwe. Ya kwamba nimezusha, nimeita, katika Kiingereza sema I have called the heaven. Haleluya. Ili zikapate kushuhudia yale mambo ambayo inafanyika siku ya leo, ya kwamba mbele yako nimekuwekea uzima na nimekuwekea laana, nimekuwekea baraka, nimekuwekea laana na nimekuwekea uzima. Chagua leo wengine utakaochagua, lakini ugeni ambacho Bwana amekuwekea ni uzima, ukapate kuchagua. Maana unapochagua uzima umechagua vyote, umechagua uhai, umechagua baraka, umechagua neema, umechagua ushindi, umechagua uponyaji, umechagua baraka za Mungu katika maisha yako. Haleluya. Hayo ndiyo maisha ambayo Bwana anakusudia. Mungu anashuhudia ya kwamba tukapate kuchagua ili tukapate kuishi, tusikufa mapema katika jina la Yesu. Maana utakapochagua laana utakufa katika laana. Ukichagua mauti, visali vinakufuata. Kila mara unaponenda ni visali, ni vikwazo, ni vikosi, ni laana. Maana Bwana amekuwekea uzima ili ukapate kuishi katika jina la Yesu. Haleluya. Watu wengi wanaangamia kwa sababu wamewekewa laana na uzima, wanachagua laana. Wamewekewa baraka lakini wanachagua mambo mengine. Ndio maana dunia siku ya leo na wateule siku ya leo na kanisa la leo halina uhai. Lilikufa kama lingali hai, kwa maana lilichagua mauti, halikuchagua uzima. Lilichagua laana, halikuchagua uzima. Ndio maana kanisa limekufa, sio hai tena, na mbingu zinashuhudia. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kibaya yule ambaye anakuwekea mambo, anaita mbingu, anasema hata mbingu ikashuhudie. Haiti rafiki, haiti jirani, haiti mke wake, haiti bwana wake, lakini anakuwekea na kuambia mbingu ishuke hiyo mshuhuda. Usije ukapata matatizo ukasema sikukuambia, usije ukapata na shida ukasema sikusema, usije ukapata na laana ukasema hukuambiwa. Mbingu inashuhudia. Mbingu inashuhudia. Maandiko inasema whatever you shall bound here on earth, you shall be bound even in heaven. Kwa maana chochote ambacho mnafanya katika ulimwengu huu, mkiwa katika mapatano, mbingu inashuhudia. Inaona chochote ambacho unasema, inaona chochote ambacho mmekubaliana. Hivyo basi mnakuwa in agreement. Chochote ambacho kitakupata, hata mbingu itanawa mikono, itasema kwamba nilishuhudia, niliona ukikanywa, niliona ukiambiwa, lakini haukusikia. Hivyo basi nimenawa mikono. Haleluya. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa hata siku ile ya Kiyama, wakati wa judgment. Vitabu
vitabu vikisomwa, manake wakati hakuna kutubu, hakuna kumwita Mungu tena. Utakuwa ukiamua ulipowekewa uzima na mauti, ukachagua mauti. Hivyo basi fuata njia hii. Hivyo ndivyo ilivyo, fuata njia hii, kwa maana mbingu ilishuhudia. Hivyo basi wamenawa mikono, wamekuambia fuata njia hii. Bwana asifiwe. Ile njia ambayo ina baraka katika maisha ya mwanadamu ni njia ya uzima, na njia ya uzima ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo ndiyo njia ya uzima katika jina la Yesu. Haleluya. Yesu akasema, mimi ndimi njia ya uzima na ukweli, hakuna ajaye kwa Baba ila kwangu mimi. Kumaanisha katika yeye kuna uzima katika jina la Yesu. Katika yeye kuna baraka katika jina la Yesu Kristo. Mhubiri wa asubuhi akatuambia ya kwamba mbingu si mahali ambapo utaingia katika rokete wakapate kuenda, lakini mbingu njia ni Yesu Kristo. Hiyo ndiyo roketa, unapoingia ndani yake inatusafirisha mpaka kwa uzima, inatusafirisha kwa baraka, inatusafirisha kwa ushindi katika jina la Yesu Kristo. Chagua uzima ukapate kuishi. Chagua uzima ukapate baraka zitokazo kwa Mungu. Chagua uzima ukainuliwe kutoka kiwango kimoja hadi kiwango kingine. Bado ukichagua uzima, umechagua hadi kwa vizazi vyako. Watoto wako watakuwa salama, mke wako atakuwa salama, ng'ombe zako zitakuwa salama, shamba lako litaponywa, kuku zako zitaponywa katika jina la Yesu Kristo. Maana umechagua njia iliyo bora, umechagua maisha yaliyo bora katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Patia Yesu Kristo makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Kwa kitabu cha Luka mlango wa 10 na mstari wa mwisho wa 42, maandiko yanazungumzia kuhusu Martha ambaye alikuwa anashughulisha na mambo mengine, mambo ambayo ni ya dunia hii, maana alichagua njia nyingine. Lakini dada yake ambaye ni Mary alikuwa amechagua njia ambayo ni ya uzima. Mpaka Yesu akaambia Martha, Martha, unajisumbukana na mambo gani? Wacha kujisumbua. Bwana asifiwe. Wacha kuhangaika. Mary amechagua jambo ambalo ni njema katika maisha yake. Amechagua uzima. Haleluya. Amechagua baraka. Maana aligundua hata kama ni kila chips pasipo neno, yote ni bure. Haleluya. Maana ufalme wa Mungu, Biblia inasema namna gani? Sio kula na kunywa. Haleluya. Na chakula ni kwa tumbo, na vyote viwili vitaangamia. Hiyo basi akachagua uzima wa milele, kila ambacho kitaangamizwa, kila ambacho kiwezi kapotea, uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Unapochagua neno katika maisha yako, umechagua uzima. Neno lake Mungu ni uzima. Neno lake Mungu ni uhai. Neno lake Mungu ni baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Imbaji mmoja kaimba akisema, chagueni leo mtakayemtumikia. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana Yesu. Nianga hiyo utumangi. Bwana asifiwe. Amen. Ni lazima ukapate kuchagua yule mtakayetumikia katika uzima, katika haki na katika kweli. Bwana asifiwe sana. Nikatuambia kama Mungu ni roho, na wale ambao wanamwabudu ni lazima akamwabudu katika roho na pia kweli. Yesu akazungumza na mwanamke Msamaria katika Yohana 4, akamwambia hivyo. Akamwambia, mnajisumbuka na mambo mengi ya kwamba sisi ni Wasamaria, hatuna uhusiano na Wayahudi, lakini mnakunywa maji katika kisima kimoja. Kama mna uhusiano, mbona mnakunywa katika kisima kimoja? Kumaanisha mna ushirika na uhusiano. Bwana asifiwe. Maana Wayahudi waliamini ya kwamba Wasamaria ni watu waliolelewa katika nyumba ya kambo.
Bwana asifiwe. Mtoto ambao umezaa nje, huyo hivyo walikuwa naamini hivyo. Sisi mmoja umezaa nje, matumia mfano. Haleluya. Walikuwa naamini katika hiyo njia. So yule mtoto anapoletwa, baba yake anamtenga, maana amezaliwa kwa mataifa. Basi wetu anakaa kando, na anapokaa kando, yeye pia atapata mke, watazaa watoto na jamii itakuwa kubwa, lakini mnakaa mkijua ya kwamba ile familia ni kafiri. Wayahudi walikuwa wanakaa na Wasamaria hivyo. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana hawakuwa wanaingiliana. Yule mwanamke Msamaria akamwambia Yesu ya kwamba sisi na Wasamaria tuombanange hata chumvi. Itakuwaje wewe Myahudi unaniomba maji? Itakuwaje? Itafanyikaje? Watu wa kwetu wakijua watamchukulia hatua gani? Na watu wa kwetu watakapojua wanamchukulia hatua gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Yesu akamwambia yule mwanamke Msamaria, akamwekea mambo mawili katika meza. Aidha uchague uzima ukapata kuishi, uchague usamaria, ama uchague uinani ukapata kuishi. Bwana asifiwe. Ndio yule mwanamke akaja kugunduka, akagundua la huyu anaweza kuwa ni nabii. Bwana asifiwe sana. Akaanza akamwambia, unaonekana wewe ni nabii. Tell me more about myself. Hallelujah. Hata kujua mengi kumuhusu. Ndio mambo ikaanza kujibuka. Ndio yule mwanamke Msamaria akagundua la kumbe kuna njia ya uzima kuliko kisima hiki. Kumbe kuna njia ya uzima kuliko kisa Samaria. Kumbe kuna njia ya uzima kuliko Wayahudi. Haleluya. Ndio akagundua kumbe hiyo njia ya kwenda kuabudia Mungu katika milima, hiyo sio njia. Njia ni Yesu. Haleluya. Akaambatana pamoja na Yesu mpaka Samaria yote ikajua ya kwamba njia ya uzima ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Chagua uzima ukapate kuishi. Chagua neno lake Mungu ukapate kuishi katika jina la Yesu Kristo. Nimeona watu wengi wakichagua njia zisizofaa, manake wanafuata mambo yao wenyewe. Maandiko katika kitabu cha Proverbs kinasema kwamba there is a way that seems to be right in the eyes of men, lakini mwisho wake ni mauti. Manake umeona na macho yako mawili, unaona hii ndio njia ambayo inafaa, lakini mwisho wako unaanza kujutia. Ndio unaanza kuimba wimbo ya Elisha inio. Sasa ndio unaanza kujua, ningelijua nisingelipita hapa, ningelijua na singelifanya hivi, ningelijua na singelitenda hili. Bwana asifiwe sana. Mchungaji mmoja rafiki yangu akachukua kiboko kuchapa mtoto wake, manake mtoto amekosea. Alipochukua kiboko kuchapa mtoto wake amekosea, nilikuwa mtoto alikuwa amekosea. Manake mtoto alienda kwa duka ambayo ni ya supermarket na akaokota peremende, akafungua na akaanza kukula na hana pesa. Akapigua simu kuja ulipe, manake mtoto wako tumemfungia. Alipolipa kufika kwa nyumba, leo utanitambua, manake amegundua njia ambayo ni yake mwenyewe ameona ya kuadhibu mtoto. Leo utaniona fika kwa nyumba kugonga mtoto kibogo ya kwanza, ya pili, ya tatu, uso ikaanza kufura. Inafura. Mwisho mtoto inafika mahali macho haoni. Walioona na bwana piga mtoto wakasema wewe ndio umetoboa mtoto macho. Na sio yeye alitoboa mtoto macho. Ni njia ambayo alichagua ambayo sio nzuri. Bwana asifiwe. Aliona ni njia ambayo ni nzuri. Ya kiboko na mateke na mangume. Kumbe mtoto anakuanga na shida zingine ambazo haelewangi, ndio zilichibuka siku hiyo. Anapoenda kila mtu mnisaidie, beba msalaba yako. Beba msalaba yako. Wewe ndio uliojua kile ulifanya mtoto. Mama yake mtoto ameruka, wewe ndio unajua kila ambacho kinasumbua mtoto. Kuna njia ambayo unaweza chagua ateule ikakuletea shida ambayo huwezi kujiondoa ndani yake. Kuna njia ambayo inaonekana kuwa njema katika maisha yako, na unapofuata
ukifuata hiyo njia unajikuta katika shimo ambalo uwezo ukalitoka. Maanake hiyo njia ni njia ya mauti. Ni mara ngapi watu wanatafuta njia lakini mwishowe wanajikuta katika jela? Ni mara ngapi watu wanatafuta njia na wanajikuta katika mikono ambayo haifai? Bwana asifiwe sana. Vijana wa jensi tuliwasifia sana, tukaona ni wazuri, kumbe tunaonyesha njia ambayo ni ya mauti. Maana ukisifia kitu sana, hicho kinafika mahali kinajiharibu. Baadaye mwishowe tunaanza kujutia. Kizazi hiki ambacho sasa hivi kimepotoka, na tukikiombea tunafanya kazi nzuri, endeleeni kusukuma, endeleeni. Na sasa hivi hawasukumi kule tuliombea wasukume, wanasukuma kanisa, wanaibia wazee, wanaibia wamama, wanatenda mambo yasiyofaa, maana wamechagua njia ambayo wameona kwao wao inafaa, lakini hiyo njia inawaelekeza katika kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Hautanyang'anya mama yako vitunguu na nyanya na avocado na machungwa na maembe hadi kwa sababu wewe ni jinsi uko na nguvu. Hizo nguvu zako zitaishia kuna ambapo kutarajia. Bwana asifiwe sana. Heri kuchagua uzima. Maana unapochagua njia ya uzima, umechagua baraka kwako, umechagua maeneo ambao utaburudika kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Maana Roho wa Bwana atakusaidia katika mambo yako yote, katika njia zako zote, na utafanya mambo sawia na utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Maana njia ambayo umechagua sio njia ya kupotoza, sio njia ya kukuharibu, bali njia ya kupatia tumaini katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu anapokuwekea mambo mawili mbele yako, anaelewa na anajua ya kwamba yale mambo ambayo kuelekea, unapochagua hili, basi atakaa pamoja nawe siku zote, ataandamana pamoja nawe kila sehemu utakaponenda, kila mahali utakaponenda. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu ana mpango mzuri juu yetu. Bwana asifiwe sana. Mpango wa Mungu sio kutupotoza. Mpango wa Mungu sio kupoteza wewe. Kwa maana yake njia ya Mungu si ya kupoteza. Yeremia 9:11 ya kwamba njia ya Mungu si ya kupotoza wewe, ni njia ya kupatia tumaini katika uzima, tumaini katika baraka, tumaini unapoishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Muda nifungulie kitabu hiki. Kitabu hiki cha Mariko. Mariko 8:36. Mali itafaidi mtu ni utakapofuata mali yote katika ulimwengu huu, itakufaidi nini? Na upoteze uzima wako, itakufaidi nini? What profit will you gain? Upate vyote na unahitaji katika dunia hii, upate vyote, ujienjoy nazo, lakini mwishowe ukose mbingu. Bwana asifiwe. Naona watu wanatamani sana kuishi maisha mazuri, wanatamani sana kuwa na pesa nyingi. Sisemi pesa ni mbaya, pesa ni nzuri, lakini kumbuka kwamba money is the source of all evil. Katika dunia hii hatusemi kwamba ni mbaya, lakini jua unafaa uombe Mungu akupe kiasi na asikunyime ili usiibe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajua jinsi ya kupanga vitu na watu wote. Anajua ile kiwango ambacho unastahili, anajua kiwango chako, anakupatia kulingana na kiwango chako. Maana umechagua uzima, hawezi taka ukaingia katika mauti. Hivyo basi anakupatia kulingana na level yako. Bwana asifiwe sana.
itakufaidi nini? Nani alipata hapo? 8:36, the book of Marko. Kwa kuwa itamfaidia nini mtu kupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Hebu rudi hapo. Kwa kuwa itamfaidia mtu nini kupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Itafaidi nini mtu kupata vyote katika ulimwengu huu na upate hasara ya nafsi yako? Manake watu wanapenda vitu katika ulimwengu huu, lakini hizo vitu zinamsababishia hasara. Bwana asifiwe. Ndio maana corruption imejaa kila mahali, kila mtu ni kuiba. Manaka anaangalia tu mambo ya ulimwengu huu, hakumbuki kuna maisha baada ya haya. Hakumbuki kazi yake ni kuiba, ni kuchota tu, ukuiba. Unapotumwa kitu mahali, chenji urejeshi, unaweka kwa mfuko, unafikia una save, kumbe unasababisha hasara katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Chagua uzima ili ukapate kuishi. Chagua uzima. Bwana Yesu asifiwe. Masaa yangu inaenda mbio sana. Fungua kitabu hiki cha Luka. Luka 8:18 na 22. Nakumbuka kijana bali kwa na mali yote. Luka 18 na mstari wa 22. Kumbuka hiyo kijana bali kutana na Yesu Kristo, kijana tajiri, ana mali yote katika ulimwengu huu, ana kila kitu ambacho anahitaji. Nasema Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado. Umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote, kawagawanyie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate. Haleluya. Yesu alipoona hayo yote, yale ambayo aliona kijana huyu, alikuwa anajua mambo yote ya kisheria, amri zote 10 za Mungu anazielewa, lakini Yesu akamwambia kuna jambo moja ambalo umelikosa katika maisha yako, na hilo jambo ambalo umelikosa ni kwamba ni njia ya uzima ndio umekosa katika maisha yako. Na kisha ukapata kupokea njia, uza vyote ulivyo navyo, wapatie wale ambao hawana, kisha utakuwa na hazina mbinguni, na kisha ukanifuate. Bwana asifiwe. Manake Yesu ndio njia ya uzima. Akamwambia mfuate, maana yeye ndiyo njia ya uzima. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu kijana alichagua mauti, hakufanya vile, hakuchagua njia ya uzima, alichagua njia ya ulimwengu huu. Bwana asifiwe. Na njia ya ulimwengu huu inaishianga katika ulimwengu huu. Bwana asifiwe. Sijaiona mtu amezikwa na mali yake. Umekufa, mali yako imewekwa kwa sanduku pamoja na wewe. Hata wale ambao wanakutoa katika shimo watahakikisha kwamba hiyo pesa hiyo, hata kama atatupua mchanga, lakini atahakikisha kwamba hiyo pesa hauzikwi nayo. Hoja hiyo na pale Lang'ata, mtu anazikwa katika sanduku ya pesa mingi, sanduku ya bei. Lakini kuna wajamaa wanashindanga tu huko, wanaangalianga, wanajuanga ile ni pesa fulani, ile ni kiango fulani, ile ni... Mkishamaliza mambo ya maziko mkienda, hebu rudi hapo asubuhi kama utakuta hiyo sanduku hapo. Hautajua.
na inarudishwa kwa soko na utaenda tu kuinunua tena muzike mtu mwingine. Hiyo sanduku moja lazika karibu watu 20. Pengine ule ambao anapeleka ushago ndio ile hata itapatikana, itakuwa imeisha hivyo. Maanake vyote katika ulimwengu ni hasara, sio faida. Faida ni kwa Mungu peke yake. Unapochagua uzima basi umechagua faida. Bwana asifiwe. Akamwambia kama ndivyo utakavyokuwa na hazina mbinguni. Maana mahali ambapo hazina yako iko ndio mahali ambapo roho yako iko. Bwana asifiwe. Kumaanisha kuwa na hazina duniani, roho yako iko duniani. Na roho yako inapokuwa duniani hauna uzima, hauna maisha. Lakini hazina yako iko mbinguni. Roho yako iko mbinguni. Hata ukimwazana mambo ya dunia hii, maandiko inasema kwamba maisha yako inaendelea. Bwana asifiwe sana. Maanake wakufa wakiwa katika Kristo hawajafa, wamelala. Bwana asifiwe. Wanaingia katika ulimwengu mwingine, ulimwengu wa furaha, ulimwengu wa amani, ulimwengu ambao umejaa utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nataka tumalizie, dakika zangu zimeisha. Hebu malizia na kitabu hiki cha Yohana. Yesu akasema na maneno haya mtakapoamini. Bwana asifiwe sana. Haya maneno mtakaamini na kuamini yule ambaye amenituma, basi mwanao uzima. Bwana asifiwe sana. Kile kitabu cha Yohana 5:24. Mwenye amepata hapo anaweza soma katika jina la Yesu. Nasema, amini amini nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Atakayeamini maneno haya, neno, Bwana asifiwe, neno la Mungu na kumwamini yeye aliyemtuma ambaye ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Basi huyo anao uzima na atakuwa na uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Kumaanisha atakaochagua neno na kuamini yule aliyemtuma, katika yeye amechagua uzima, na njia hii ambayo ameichagua ni ya uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Hataona mauti. Bwana asifiwe. Bali ataishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utaishi kwa sababu umechagua njia ambayo Bwana anakulinda. Nakumbuka pia Biblia inasema kwamba neno lake Mungu ni taa iangazao miguu yangu. Bwana asifiwe sana. Kumaanisha hili neno lake Mungu pia ni njia. Bwana asifiwe. Ni njia ni njia ambayo ina mwangaza ambao unakumulikia kila mmoja unapokanyaga. Bwana asifiwe sana. Kumaanisha katika hii njia hauwezi ukajikwaa. Bwana asifiwe. Hauwezi ukajikwaa. Kumaanisha kwamba hata kama unatembea pasipo viatu. Bwana asifiwe. Unajua tulikuwa vijana wadogo tulikuwa tunatembea bila viatu. Bwana asifiwe. Na unatembea kwa mawe. Na ukirejea jioni hauna makucha kwa miguu. Maana yako umejigonga, umejikua. Lakini njia hii ya Yesu Kristo, wanaondoa mawe, wanaondoa misumari, wanaondoa mimba, unapita ukiwa salama. Bwana asifiwe sana. Unafika your destiny ukiwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi akasema nimechagua njia. Bwana asifiwe. Lakini probably the book of Psalms chapter 119. Nasoma ya mwisho. Psalms 119 and verse 30. Nasema, nimeichagua njia ya uaminifu na kuziweka hukumu zako mbele yao. Haleluya. Nimechagua njia ya uaminifu. Bwana asifiwe sana.
the way of truth. Maana najua nitakapochagua hiyo njia nitaondolewa hukumu. Bwana asifiwe sana. Ama katika njia nitakayochagua haina hukumu, katika hiyo njia haina dosari. Bwana asifiwe. Haina vikwazo, haina nini nyingine. Kumbe tuko pamoja. Haina vizuizi, haina milima na mabonde, hayana mapotohole. Bwana asifiwe. Hiyo njia ni njia ya uzima. Bwana asifiwe sana. Njia ya baraka. Tusimame kwa miguu yetu katika